Karibu tena mtazamaji, sasa tunaingia kwenye mjadala wa pili ambapo kama nilivyokueleza hapo awali tunazungumzia masuala kuhusu ukeketaji, tukimwangazia sana mtoto wa kike katika kaunti ama eneo la kaskazini mashariki mwa nchi. Na hapa kwenye studio siko peke yangu, niko na akina dada wawili ambao wanaofahamu kuhusiana na hali halisi ilivyo katika maeneo hayo. Ninaye Alamitu Jatani, yeye ni mwanzilishi wa wakfu wa Mama Guyo. Karibu sana. Pia tunaye Fatuma Mohamed, yeye ni mtaalamu wa masuala ya jinsia na ufahamu kuhusiana na jinsi hali ilivyo katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi pamoja na maeneo mengine. Karibu sana Fatuma. Asante sana. Tunaelekea sasa kumaliza kipindi cha siku 16 za utoaji wa uhamasisho kuhusiana na dhulma za kijinsia. Ukeketaji ni moja ya dhulma ambazo zinaendelezwa dhidi ya mwanamke pamoja na mtoto wa kike, akiwa bado msichana, wengine hata wakiwa wadogo, hata walio chini ya umri wa mwaka mmoja. Tukianzia na wewe Alamitu, tupe hali halisi ya mtoto wa kike katika kaunti ya Marsabit. Asante sana. Mambo ya ukeketaji ni mambo ambayo yamekita mzizi katika eneo la kaskazini mashariki, na tukizungumzia haswa kaunti ya Marsabit haijaachwa nyuma. Zaidi ya 90% ya jamii ambao wanaishi katika eneo la Marsabit hufanya aina moja ama nyingine ya ukeketaji. Tuko na jamii 14 ambazo zinaishi Marsabit, na nasikia ni 2 ama 3 ambazo hazifanyi hiyo ukeketaji, na zote zinafanya ukeketaji ambayo ni mbaya zaidi, yenye inasemekana inaitwa type 3 kwa sababu kuna aina 3 za ukeketaji. Kwa hivyo mtoto msichana na pia wanawake, kwa sababu kuna jamii ambazo zinafanya kabla msichana aolewe, ako hatarini Marsabit. Asante. Kuna hoja ambayo Fatuma ametaja, ningetaka mtachangia nyinyi wote. Ameweza kusema kwamba kuna kati ya hizi jamii 14 ambazo zinaishi katika kaunti hususan ya Marsabit, ni kama jamii 1 ama 2 ambazo haziendelezi ukeketaji, kumaanisha kwamba ukeketaji katika kaunti hiyo ni 90%. Idadi ambayo inawaweka wanawake wengi pamoja na watoto wa kike katika hali ya hatari. Na amesema kwamba idadi hii 90% ya wale ambao wanakeketwa katika aina hii ya 3. Amesema kuna aina 3. Tuelimisheni kwa sababu tuko hapa kwa niaba ya kuelimisha sisi wenyewe pia na mtazamaji. Kuna aina ngapi za ukeketaji? Kwanza ya kwamba huko Northeastern, Garissa, Wajir, Mandera and Isiolo and Marsabit County ni community moja ambayo tunaishi, Borana or Somali. So hizo community tuko na kimila zetu ambaye tuli inherit from our great grandmothers. Hizo FGM ukiangalia sana sisi tunafanya kitu inaitwa, there are 2 types of FGM ambaye hii jamii tunafanya. Ya kwamba tunasema ya Sunni na Firauni. Sunni means dini inakubali kidogo, na ile ingine wanasema haikubali, ni kukata mwili zote ya wasichana. So hizi zote ukiangalia tuko kwa hii confusion ya kusema ya kwamba majority of those counties, let me say like 85% of Northeastern ni Waislamu. Wale Waislamu ambaye sisi tunaishi huku tunaamini FGM ni dini. Kuna wengine wanasema FGM sio dini, ni kimila. Na hizo kimila ni kitu ambaye tuli inherit kwa grandmother yetu. So FGM ya kwamba tunafanya sana na in every community, msichana yoyote ambaye amezaliwa kwa Borana or Somali, hiyo ni lazima anapitia either Firauni or Sunni. Sunni ni kukata kidogo the clitoris, and then the Firauni one unakatwa kila kitu, hakuna kitu inabakishwa. Juu tunaamini msichana kama hajatairiwa hajakuwa bado msichana. Na kuna wengine pia jamii zingine tunaamini, tunasema msichana kama hujatairiwa yeye atakuwa malaya. Kuna wengine wanasema msichana lazima atairiwe ndio siku ya harusi damu itoke. So hizo zote ina depend on where you come from. Like Mandera, Garissa, Wajir, tunaamini msichana lazima akatwe ndio asikue malaya. Wanaamini kama msichana nakatwa hata kuwa na feeling sana. Msichana hata tafuta bwana akiwa mdogo ama hata lala na wanaume. And then kwa hiyo harakati wanaweka dini kidogo, wanasema zina ni haram.
Na ni kweli ni haram, lakini vile sisi tunaamini tunakata watoto wetu, hiyo sio njia ya halali ya kukata watoto. Na wote sisi tunapitia FGM tukiwa under 7 years. Uwezi pita ukifika mwaka 10, lazima ukue chini ya mwaka 10. Kwa Wasomali community, you must go. Si hata tafadhali, ni lazima. Tunaficha wengine, tunasema hii ni Sunni. Hiyo Sunni pia bado ni kukata. The moment you cut the clitoris, it's FGM. Whether you call it Sunni or Firauni. So Firauni ni ile ya kukata zote na bado zinashonwa. So hiyo ndio sana hizi community yetu tunafanya. Na ni lazima because wamama wameamini, wanasema usipokata msichana, usipotahiri mtoto, atakuwa baadaye malaya. Na hiyo upande mwingine ya Marsabit pia bado wanasema msichana lazima atahiriwe ndio siku ya harusi damu itoke kwa hiyo shit ya white wanawekanga. So ni kimila na bado tunaendeleza, bado hatujafahamu hii kitu ambaye tunafanya ni dini ama kimila. Lakini ukiangalia it is culture. Na Kenya ukiangalia saa hizi kila mtu akona right. Under the Constitution chapter 4 ukiangalia Bill of Right bado zinaongelelea hizi vitu zote. Article 28 inasema dignity of the human being. So sasa hapa ndio sasa wamama wetu hawajaamini hii kitu imekuwa sheria, na ukifanya hizi vitu zote unashikwa. So bado wanasema tufiche ndio tufanye. Like Mandera County nilikuwa 3 weeks tunafanya hii sensitization ya 16 days of activism. Bado wanasema no, sisi tumewacha FGM, lakini hii Sunni bado tunafanya. So unaona bado hawajawacha. Wanasema Sunni ni dini imesema hivi na hivi. Na ukiuliza ni wapi Qur'ani inazungumza mambo za FGM, wanakuambia no, Mtume alisema mukate hivi na muache hivi. So unaona sasa we have a lot of work to do as a women from those society. We must speak to seme like these programs ambaye tunafanya za local radios, tunaita Arimaha Hawenka. In Somali we call it Arimaha. It's women. Let's talk about our issue. If we talk about our issue, we will understand hii kitu ni dini ama ni culture. Na kitu yoyote ambaye ni culture ni vitu ambaye sisi tumejitengenezea. Na tukafanya ikae kama dini. Na bado tunaweza tengeneza a new culture for the new generation. Ndio waamini hii FGM haifai kukua kwa dini. Lazima tuweke hii ni culture. Na culture sisi ndio tumetengeneza. Na sisi tu ndio tena tunaweza tengeneza a new culture for our great granddaughters. Ameelezea kweli, ametupa picha hali halisi ilivyo katika eneo hilo. Na pia Alamitu, kuna pia hapa ulikuwa umetaja kuhusiana na hii 90%. Amezungumzia kuhusiana na zile county zilizo katika eneo hilo. Na pia wewe hususan uko katika county ya Marsabit. Kuna hii aina ya 3 ambao ulikuwa unasema ndio mbaya kabisa na ndio inafanywa wengi ambao wako kwenye hiki kitengo cha 90%. Tupe kina zaidi. Ya kwanza, takwimu za Kenya zinaonyesha Marsabit iko 83%. 83. 90% ni kuwa jamii ambazo zinaishi huku ni kama zote sasa zinafanya hiyo ukeketaji. Sababu hata kuna jamii ambazo wazee wao hawakuwa wanafanya, sasa wamefanya. Hiyo type 3. Ya kwanza ni hiyo wanasema kutoa tu kidogo. Hiyo sehemu yenye inakatwa. Na haitolewi sana, inakatwa tu kidogo. Ndio Fatuma amesema sasa kulingana na dini. Inaweza kuwa dini, inaweza kuwa zaidi kidogo tu kuliko dini. Kwa sababu nakumbuka kuna shehe aliuliza na hiyo kidogo ni size gani? Unajua kuna mtu anaweza kidogo kipi? Kwa sababu labda kidogo changu si kidogo chako. Na nani amepima? Ya pili ni kutoa, wanasema zaidi kidogo. Ya 3 yenye nakwambia ni mbaya zaidi ni ile ushakatwa sehemu zote za clitoris pamoja na labia minora na majora, kisha anashonwa. Ambayo inaleta shida kubwa wakati wa kujifungua. Ndio maana utasikia wamama katika eneo la Garissa, Wajir, Marsabit, Isiolo wanapata hii shida ambayo inaitwa fistula. Sijui inaitwa nini na Kiswahili. Na wanapata na tundu katika sehemu ya kupitisha mkojo ama kupitisha haja kubwa. Na hiyo inapatikana wakati wa kujifungua. Kwa sababu wakati wanaenda kujifungua wakati mwingi wanakuwa na prolonged labor. Katika hiyo shida ya kutona jinsi ulistahili. Sasa hicho kidonda sasa kinafaa tena kifunguke na kinakuwa
shida na mtu anapata hizo shida zaidi. Mara nyingine unaona kuwa mtoto anaweza aga dunia na mama pia anaweza aga dunia, na ndiposa unaona kuna hii issue ya cesarean section mara mingi. Lakini najua watu wetu ukiwaambia kuwa siku hizi mama ama wasichana wanapitia upasuaji wakati wa kuzaliwa, haiambatanishi na FGM. Tukiongea masuala ya culture sasa, ni kweli mila na tamaduni zipo na zinafaa kufuatiliwa. Katika eneo la Marsabit tuko na jamii ya Borana, ya Gabra na Gare ambao ni wenye wa kufanya hizi type 2 mostly ya hii FGM. Then tuko na Warendile ambao wao yao ni tofauti kidogo, inafanywa kabla msichana hajaolewa. Inakuwa uwezi pata mume kabla hujafanya. Then hao wengine watoto chini ya miaka 12 wanafanya. Lakini cha kushangaza, kuna jamii ya Kiborana, kuna assembly inaitwa Gumigayo Assembly iko Ethiopia, ambao wenye ni kutengeneza hii mambo ya culture, wanatuelezea dini, maadili yetu ni nini tunafaa kufanya na nini hatuwezi kufanya. So walisema kuwa okay, wamama wamekuja, wamelia, wamesema hii kitu, na watu sasa wameenda shule, imeonekana kuwa kuna changamoto nyingi msichana ama mama anapitia kwa sababu ya kuketeketwa, wacha iachwe. Hata baada ya hiyo bado inaendelea. So unashindwa ni culture ama ni nini. Ukizungumza na wanawake wanakuambia si hata wewe ulikeketwa, mimi nilikeketwa, ni shida gani? Tukawa na vitu nyingi ambazo tunazungumzia. Tulianza na kuzungumza na wazee, what they call male engagement in fight against FGM. Kuwahusisha wanaume na haswa wazee. Ilibidi hata watu wengi wa NGOs nini waweze kukaa na wazee, wawazungumziwa, wawaelezee, waonyeshe video, waonyeshe pictures, waonyeshe kuwa hii kitu vile mnaangalia, vile unaona huyu msichana ako na vile mambo yanaendelea behind the scenes different. Na tumeona wanaume wameweza kutokelezea na kuzungumza, okay, kumbe ndio maana mke wangu akizaa tunapata shida fulani. Kumbe ndio maana wamama wakifika umri fulani vitanda zinatenganishwa. So ndio tunazungumzia, na imechukua muda mrefu kwa sababu culture yangu ikikataa, kuna culture nyingine iko. Then kuna hii mambo ya dini. Tumeongea na mashehe, tumeongea na wale wameenda shule. Tunawauliza ni kwa sababu Kiislamu tunafuata kitabu kitukufu cha Quran, alafu pia mpangilio wa sunna ambao ni maelekezi ambao yamepewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanatuelezea kuwa hakuna katika kitabu kitukufu just like in the Bible ambayo inasema msichana lazima akeketwe. Na pia wanaeleza kuwa hakuna wasichana wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliweza kukatwa. Sasa hii mambo inatokelezea wapi? Tatanishi. Kwa hivyo kuna kutafsiri vibaya. Kutafsiri vibaya. Na ikiwa wewe si hauna hiyo masuala ya kidini, hujasomea dini, utajichanganya zaidi. Kama sisi wenye sasa umesoma tu, lakini ile deep yenye watu wanaweza kuchanganywa wakisema hivi na hivi, unaenda kwa shehe na kuambia ni ukweli, hakuna mahali imeandikwa katika Quran, hakuna kwenye Sunna. Lakini ukieleza wale wanazungumza hayo wenye wako na hiyo idea mbadala, mtakosana. So inakuwa ni changamoto kubwa. Haya, kwa kweli mnatoa hoja ambazo ni hoja nzito, na kwa kweli hakuna haja ya kuzificha tena chini ya meza. Lazima ziwekwe wazi ili tuweze kumsaidia yule mama pamoja na yule mtoto wa kike aliye katika eneo hilo. Wakati pia katika kuendeleza huu ukeketaji, kwa sababu visa vinaendelezwa kisirisiri. Wale ambao wanakatwa kutolewa kabisa kama jinsi ambavyo mmeelezea hii type 3, ni akina nani wanawakeketa? Na je, maisha yao yanaokolewa vipi? Kwa sababu hata kiwango cha damu ambacho kitatoka sio kidogo. Ni akina nani wanatekeleza na ni wapi? Wanapelekwa wapi hao wasichana? Hawa wasichana kwanza, shule zikifungwa ndio zinafanywa hizi kukata wasichana. Like now vile saizi tuko holiday, even ina happen in Nairobi, Isili, ina happen in South C, South B, everywhere ambaye Msomali sisi wanaishi. Ukiangalia FGM board, let me come back to the government policy. Government, serikali wanasema wanapigana hii FGM because hawataki hizi dhulma ziendelezwe kwa generation nyingine. Hiyo ni kitu mzuri.
Ukiangalia katiba inazungumza vizuri sana, wanasema under the Bill of Rights Article 28 inaongea mambo za dignity ya binadamu, na ukiangalia Article 29 also inaongelea uhuru na security of the human being. So tunajiuliza, kama ukiangalia NGOs ambaye tulifanya hizi research, tulifanya hizo research ya FGM Mandera, Garissa, Wajir na Marsabit. Na ukikuja kwa serikali saizi FGM board, mwenye ambaye anaendeleza hiyo program sio Msomali na si Borana. So how do you want wamama ambaye wanatoka hizo county wakuamini na wakusikize ya kwamba lazima sura za huku zikae kwa FGM ndio waongelele mimi nilikatwa na najua siri zote ambaye wamama zetu wanafanya. Ukinituma saa hizi niende Garissa ama Wajir ama even Nairobi, I can easily access all those women who do. Na hawa wamama ambaye wanakata watoto wetu si watu ambaye wameenda shule kusomea. Wameamini tu wanajua kukata. Naona the risk again. Labda hata unaweza ona mtu anatumia the same instrument ya kukata kama watoto 4-5 bila hata kusafishwa. Sasa kwa hii harakati kuna risk ya kuspread HIV. So kuna jukumu nyingi sana sisi tuko nazo, na serikali pia lazima wakuwe hizi policy wametuwekea hapa ndio wa implement in a way inasaidia wamama. Because tunaamini ni dini na wengine wasema si dini. Wapi ndio tunapata information? Nani tunaamini? Tunaamini Susan ambaye ana lead FGM board, ama tunaamini yule Fatuma anatoka organization anasema lazima hii kitu tusimamishe? Nchi zote dunia nzima kila mtu akona sheria yake ya kupigana na ukakataji ya wasichana. Lakini Kenya ukiangalia ni NGOs tu ndio wanapiga kalele. NGOs ndio wanasema sasa ukienda huku ushago kwetu Elda Marsabit ama Isiolo ama Mandera, wanakuona wewe umepewa pesa na western culture. Sasa wewe umepewa pesa ndio unakuja kuharibu dini yetu. Lakini kama serikali wakisema hii sio dini, walete ulamas ndio waseme tuongelele these things of FGM. It is the responsibility of the government to protect every child in this country. Because why I'm saying that, Mandera, Wajir, Garissa, Marsabit, Isiolo, wale ambayo wana go through FGM hata wafiki 10 years. Who is supposed to protect our child? It's the government. Because ukiona mtoto ambaye ni 10 years ama ni 7 years atatorokea wapi? Hata tukimwambia hii katiba imesema, mtoto haelewi katiba ni nini. Mama ukimwambia chapter 4 ama under the Bill of Rights hii inadhulumu hivi na hivi, anakuambia wewe umepewa pesa na western countries. Na wewe mwenyewe hata hujui western ni wapi, hata hujawahi safiri maisha yako labda. Lakini ni ile dhulma tulipitia. Ukipata period ninakuuma. Hormonal imbalance, wewe ndio uko naye shida zote. Sometimes hata ukienda mahospitali, the rate of women giving birth ambayo wanakuwa na shida ya give birth in Northeastern, it's like 99%. Una sasa hizi hata uwezi beba mtoto wako, wewe ndio unabebwa kuliko mtoto abebe. So hiyo yote ni jukumu serikali. Walisema FGM ni mambo ya Samburu na inaitwa aje? Masai community. I'm sorry to say that it's not about Masai and Samburu. Girls from Northeastern, especially Mandera, Marsabit, they are going through under FGM when they are under 10-year-old. Who is protecting them? Mtoto ambaye ni 5 years atakimbililia wapi? Mtoto ambaye 9 years atakimbililia wapi? Because all the program ukiangalia wamefocus on Samburu na Masai. It's not about Samburu pia hawana haki ya kusimamishwa na hiyo ukekataji. Mtoto ambaye kutoka Masai community, hawa wanaenda through FGM, wakifika ile umri at least msichana anaweza torokea kwa the nearest police station. But yule mtoto ambaye kwa Mandera atatoroka wapi? Mama ameamini ni dini, anakuambia sunna inasema hivi, na shosho grandmother yake pia anasema mimi mwenyewe nilienda through mama yake alipitishwa hii, kwani we ni nani ambaye saizi utaleta sheria mpya ya kusema usikate watoto? So tuko na shida kubwa sana, especially when it's from the government side. They have totally neglected those counties. Not because they don't want, the policy is there. You cannot put someone at FGM board mtu ambaye hata ajui FGM ni nini. Peleka these things, women from Marsabit County or Mandera or Garissa County, and you will see the rate of FGM will come down. But right now ukiangalia, we are doing FGM iko kwa manyumba zetu.
Wewe unaongelelea usiku na mchana. You use your own resources to educate the community. The government have money to educate the people because they say that we must eliminate FGM by which year? 2030. Haita happen. Na sisi ndio tulifanya hizo research. Pardon? Tumebakisha miaka 6. Miaka 6 na hiyo haitakuwa. Kila siku tuko hapa State House, President anasimama akisema lazima tutabambana na FGM. Utabambana na nini FGM? Because mtoto ambaye ako Mandera County, he or she is going through under FGM when she is under 10 years. Yeah. Jinsi mnavyozungumza kwa kweli hali si hali katika maeneo yale, lakini mbona hata juhudi ambazo kwa kweli zimekuwa zikiwekwa sana zinalenga jamii kama ya Wakuria, Samburu, wa Masai, mbona eneo hilo hali haielezwi kama jinsi ambavyo mnaeleza? Mbona eneo hilo bado linaendelea kutegwa kwa kiwango fulani? Tatizo liko wapi? Alamitu. Sasa kwanza ningependa kusema culture yetu ni ile culture ya we really protect our cultures, but government iko na hizo takwimu zote, na katika hizo takwimu zinaonyesha Northeastern, na kwa sababu Marsabit sio Northeastern, iko Upper Eastern, inaonyesha kuwa takwimu zetu ziko juu. Ningependa correct kuwa wameanza kufocus, wameanza kuangalia, lakini mwanzo ilikuwa tu ni NGOs walikuwa wanakuja wanazungumza na watu, alafu vile tu amesema inasemekana ni wazungu wameweza kuleta culture yao, lakini hii mambo inakuwa inabadilika. Nakumbuka Rais Daktari Samuel Ruto akiwa Marsabit na akaelekeza kuwa bodi ya FGM iangazie Marsabit katika huu mwaka tukielekea, kwa sababu tuliweza kuzungumza na tukasema changamoto ambazo ziko. Nikieleza pia mambo ya kukeketwa watoto wakiwa wadogo. Mtoto chini ya miaka 7 ndio anakeketwa, hawezi jizungumzia. Niposa sasa mazungumzo yamebadilika. Tulisema tuliweza kuwahusisha wanaume katika mazungumzo yetu, tukawaambia kuwa nyinyi ndio custodian of culture. Nyinyi ndio mnasema ifanywe na isifanywe. Sasa shida iko wapi? Kwa sababu sasa mmekubali. Ikabainika kuwa sisi wanawake pia pia tunasema ni sawa tu, kwa sababu hata mimi nilipitia, dadangu alipitia, nyanya, mama, kila mtu alipitia, wacha hii mambo iendelee. Baada ya hiyo sasa kuna hii kitu tunaita Survivors Network. Na ndio sasa program yangu hiyo yenye nazungumzia ya Gladys Game iliweza kuzaliwa. Haya, shikilia hapo, tutachukua pumziko fupi mno, lakini baadaye tutakuwa tunarejea kwenye mjadala. Wakati sasa tutakuwa tunaangazia, je, kuna matumaini na hali ikoje sasa iwapo mikakati ambayo serikali imekuwa ikisisitiza pamoja na mashirika mengi haswa yasiyo ya kijamii, je, yanafika katika maeneo yale, na ni kipi iwapo hayajafika ni kipi ambacho kinazuia? Usiende mbali mtazamaji, nachukua pumziko fupi.